ambayo sasa tutachagua Patrick Ole Ntutu pamoja na Deputy Governor my brother na Koech, mbunge wetu wa hapa Narok North, mama wetu Kitirai Ole Ntutu, Mheshimiwa Timothy wa kutoka kule Marakwet West, Timothy Toroitich, Mheshimiwa wa East Africa, Mheshimiwa David Ole Sankok, wabunge wetu MCAs ambao wanasimamiwa, wengi wako kazi lakini wanasimamiwa na Mheshimiwa Lea Ntimama, na pia all the other leaders including our CECs tukiongozwa na Gatua na wale wengine wote, Bwana Hitman pia nimekuona, Bwana Buru na wale wengine wote viongozi wetu, wa Kristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Merci si Yesu. Enter sopa po kin. Asante sana. Reverend, nataka niseme ni ukweli, kwanza nianzane na ile mbunge wa Kiharu safari ya kwanza, na nikaona viongozi walikuwa wametoka Bali, walikuwa wanapewa nafasi hapo mbele, kwa sababu nilikuwa nimealika clergy wengi wamezaa kwa tent. Sankok kufika pale, nikaona yeye na ni mgeni hachukui kiti mbele, anataka kule nyuma. Nikamwambia mheshimiwa, si ukae mbele. Kasema hapana, hawa pastors naona wanaweza niombea nianze kutembea uga imwagike. Wewe Sankok, next time utakaa hapa mbele, na ukicheza utakaribia hata hapa zaidi, kwa sababu hiyo maneno lazima tuangalie. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo Reverend. Na vile Mheshimiwa Pareyo aliniuliza nikuje, tulikuwa tumepakia leo kuwa pahali ingine, na nikamueleza hayo yote. Na nikamwambia sitaweza. Lakini mimi nataka nikubaliane na Timothy. Huyu Pareyo ana understand mambo mengi, lakini kuna jina moja yenye hajui. Hiyo jina inaitwa kusema no. Hiyo aliniambia nirudi na no yangu, lazima nikuje. Na ilibidi nipigie yule mheshimiwa mwingine, nilikuwa nimepanga kwenda kwake, tuka cancel na nikakuja kwa Mheshimiwa Pareyo, na naona kabisa, naona ni Mungu alikuwa amepanga tuje hapa. Ile furaha nimeona hii kanisa yetu ya PCA ya hapa Narok iko na furaha kama ile tuko nayo leo. Na Reverend, unajua mimi nasomanga vitu za history na uchumi sana. Nilikuwa naona kama Patrick ni mrefu kuniliko. Najaribu kufupisha hii kidogo tu. Mimi nikikuangalia hata vitu za kule Amerikani za kina Martin Luther King Jr. Mtu mwenye anasomaga hizo vitu akiangalia Reverend Semata na ya Malcolm X, huyo mtu ni ndugu yako Reverend. Na hata vile unaongea kama Malcolm X. Mimi nataka mtazame picha ya Malcolm X na mtazame Reverend Onesimus. Mmoja wenu ni iza Amerikani ama yule mwingine ni wa hapa Narok. Na pia nimefurahi sana kuwa na gavana leo. Gavana, mimi najua unaanza kusoma lugha ya watu wote ambao wanakaa hapa. Na reke kwire ona wekira kauga kego mwote. Niwekite wega muno.
kuona my brother Gatuga we haha ati niwe CC wa barabara thini wa Narok ngima kiumĩtio kĩnene na rĩrĩa tiguire ũguo nani nĩ njiguire ngero nĩ yakena nĩ kuona ti therũ nĩ ndĩrona kũndũ gũkũ gũtirĩ na ithako na nĩ ndĩrona no ũtongoria wa gũkũ nĩ maramenya mwĩkuo na magatũhe indo njega tondũ korwo endaga gũtũkenia angĩamũheire gĩtĩ nĩ mũciĩ ndikwenda gũkĩgweta tondũ no gĩikarĩre ona kiugo gweta no nĩ mũciĩ kũrĩ itĩ iheanagwo o mũndũ wĩtwo waziri no he gĩtĩ ũheagwo gĩtĩ gĩkindĩrĩte na itĩ iria ciĩkindĩrĩte biũ kĩrĩa kĩa igũrũ mũno nĩ kĩa barabara na agacoka akoya PS tondũ arĩa metagwo CEO thĩinĩ wa county government nĩ arĩa metagwo chief officers na nĩo ma PS ma counties akoya ũhoro wa manyũmba na ũhoro ũcio nĩguo ũkoragwo wĩna ũritũ mũno na allocation njega thĩinĩ wa county na agatũnengera o gĩtĩ kĩu Governor Kamau Ole Ntutu, asante sana. Na huyu dada yangu Tonkei, unajua wacha tusemange mambo wakati wenyewe wako. Governor hapa Narok, you have very good leaders and it's good I recognize all of them. Hata wenye hawakupata nafasi ya kuja hapa, governor anajua ni marafiki wako, akina Tongoyo, akina Aramat, akina Ngeno, wote ni watu tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Na nawashukuru sana kwa sababu hapa Narok Mungu amewajalia, amewapia ambao tunaongoza. Na nilikuwa nasema hivi, roho, najua mimi hata nikikuja niseme mimi ni Dede Nyoro niseme maneno yangu, Mungu ametupea kitu katika akili yetu, hata nisiposema mengi utakuja hapa na uende nyumbani ukijua huyu ni mtu wa aina gani. Kwa sababu Mungu ametupea hiyo uwezo kama binadamu. Ukiangalia mtu kama Rebecca Tonkei, hata akikuja tu mbele yako tu na asiseme, unaona mtu roho safi. Na pia mama yetu Pareyo hata pale bunge, mtu roho safi. Ukiona mtu amekosana na Pareyo, yeye ako na makosa. Kwa sababu yeye ako na ujasiri sana. Kwa ujasiri hapo iko. Lakini kwa heshima pia iko. Na vile nimesema hapo awali, imagine function tulikuwa tumepanga last year. Amenijulisha hii ya leo last month. Na niko hapa. Nani kama mama? Na tukiwa hapo, hata mimi nataka niambie akina mama wote wa Kenya, Happy Mother's Day. Sisi wote mkituona hapa tunang'ara masuti, ni akina mama Mungu amewatumia kutufikisha kwenye tuko. Na kwa hivyo sisi kama viongozi tuko hapa Narok na Kenya yote, we want to wish all the mothers of Kenya and all the mothers of the world a happy and blessed Mother's Day, na Mungu awajalie na awabariki sana kwa kazi kubwa na gumu ambayo mmetufanyia kama watoto wenu, kama bwana zenu, na pia like as your sons. Asanteni sana. Yangu ni machache. Ya kwanza, mimi nashukuru rais wetu amenipea kazi ya kuangalia maneno ya budget ya nchi ya Kenya. Na hiyo kamati tunakuaga na Kitilai Ole Ntutu. Na tukifanya hiyo kazi, kuna mambo mengi ambayo tunajionea yenye si mara mingi tunaongea tukipatana na wadosi wetu kama nyinyi ambao mko hapa leo. Lakini niwaeleze tu kwa maneno machache. Reverend, wakati tulichaguliwa tukaanza kuita National Treasury ya Kenya kabla hata rais hajaapishwa. Na tukaanza kuonana na National Treasury kule Karen, kwa sababu rais hakuwa ameenda State House. Na nakumbuka mkutano moja tukaenda pale Karen, tukaanza mchana ama asubuhi hivi, tukamaliza hiyo mkutano the following day in the morning, tukiwa kwa tent na baridi sana, kwa sababu tulikuwa tunataka tuelewe nchi ya Kenya kiuchumi inakaa namna gani.
Wakakuja wakatueleza at some point kuna yule advisor wa government wa president anaitwa David D. Akaanza kuuliza hapo kama rais pengine Kenya ilikuwa pahali ambayo ilikuwa inahitaji kazi mingi sana. Na kwa hayo nikaona Mungu alipendelea tupate rais ambaye ni mchapa kazi sana, kwa sababu alikuwa anaona Kenya ilikuwa inahitaji kufanyiwa kazi na ukarabati mwingi. Maneno ya kukopa pesa ya kutumia katika budget, tunaitaga deficit to GDP ratio. Kwenda juu ilikuwa around 9%, inaenda double digit of 10%. Currency ya Kenya ilikuwa inaanza kuteremka. Rais alisema hatuwezi paka nchi mafuta tuonyeshe watu ina shine. Najua vile unajipaka uso mafuta lakini kwa roho unaumia. Rais akasema hatuwezi danganya wa Kenya, tutafanya dia Kenya wakati huo na masiku ambazo zinakuja. Na ndio akasema katika ile maneno ilikuwa ya subsidy kama ya oil, mingi hata haiko imelipwa, tumelipa wakati tumeingia. Maneno ya subsidy ya unga, nchi ya Kenya ilikuwa inatumia bilioni 8. Tukafanya utafiti ya kuuliza Wakenya wagani wananunua unga ya 100 ile ya subsidy. Tukaona fedha ilikuwa imetumika 100 million ati ya kuangalia bei ya bidhaa. Can you imagine? 100 million had been spent ya kuja kwa viosk kuangalia ati unga inatoka pesa gapi. Na kwa hayo tunashukuru wenye walikuwa, na sisi tunajua walifanya kazi ile Mungu aliwawezesha. Lakini what do I want to say? Mimi nashukuru kwa uongozi wa rais wetu. Nchi yetu tumeweza kupata nafuu sana. As I talk here today, Kenyan GDP in 2023 grew by 5.5%. Na ukilinganisha na nchi zingine za dunia ambazo ni around 200, Kenya was the 28th fastest growing economy in the world. Mambo ya inflation, hiyo wakati Kenya kwa saa hizi the inflation figures of the month of April ile imeisha. The inflation in Kenya was 5%. Ambazo mtu anaweza Google aone. Inflation benchmark in Kenya is 5%, and then with a band of 2.5 either up or down. As we talk, inflation was 5% in the month of April, and it's coming lower in this month of March of May. Sorry. Ukiangalia kama ni currency ya Kenya ikaenda karibu ifike 180. Saa hizi tukiongea, Mungu ametujalia shilingi ya Kenya sasa. Kwa hivyo vile nataka niseme, si ati tumefika kwenye tulikuwa tuende, lakini tuko jiani geneza Kenya ifike kwenye Wakenya wanataka Kenya ifike. And you know figures don't lie. Na zile napeana sio za Kenya, ni figures ambazo ni za World Bank, za they are figures that are objective, not made by government itself. Lakini pia tukaona, na rais amekuwa akituambia, tusieleza Wakenya GDP inaenda juu, wacha Wakenya waisikie kwa mfuko. Mambo muhimu sana kwangu nikiona. Ya kwanza, mnajua wanafunzi wa Kenya wanafungua shule kesho. Na mimi tunauga mkono rais vile kwanza aliahirisha. Kwa sababu wetu ni safety ambayo inafaa tuangalie.
Lakini pia masomo ni kitu ya muhimu sana. Na ndio nafurahi wanarudi shule kesho. Na wakirudi shule kesho, ile budget ambayo tunatengeneza saa hii hiyo pesa ukiangalia vile tunataka tutumie, ile fedha iko juu zaidi ni pesa ya recurrent ya national government, around 1.5 trillion Kenya shillings. Pesa ya maendeleo 100 or thereabout billion Kenya shillings. Lakini ile pesa tunaweka kwa kulipa madeni, interest rates, kulipa interest rates ya madeni. Can you listen to this? Tunaweka 1.2 trillion Kenya shillings. Muzigo ya hapo awali ambayo tunalipa leo, pesa ambayo tunapea county government, it is around 391 billion Kenya shillings. Kwa nini nasema hii mafiga zote? Nasema hizo kwa sababu ukiangalia line items, ile pesa tunapea serikali, the agency that is receiving the highest money in government is an agency called Teachers Service Commission. Katika sekta ile tunapea fedha mingi ya nchi ni sekta ya elimu. We are giving the education sector 700 billion Kenya shillings. Na katika hiyo pesa tunaongeza TSC pesa. Na mimi nataka nikubaliane na Mheshimiwa Tonkei na Mheshimiwa Timothy. Katika ile pesa tunapea TSC, tumewaambia wale walimu wetu wamekuwa wakijitolea kama interns, and especially in our JSS, they should be confirmed on permanent and pensionable terms. Na tumeweka hiyo pesa an additional 26 billion to take care of that. Secondly, TSC tunataka waajiri walimu wengine 20,000 katika hii mwaka tunaanza Julai in the next financial year. Jambo la pili, ile tumeweka pesa ya juu zaidi, maneno ya ukulima. Ukulima tumeweka bidhaa, pesa ya input kama fertilizer mnajua, lakini kuna kitu kingine moja tumefanya ya maana. Katika Kenya, zile bidhaa tunaagiza kutoka nje zinaitwa imports. Ile number 1 in Kenya is fuel. Ile fuel ya maneno ya industries na magari. Lakini the number 2 import in Kenya is something called edible oils. Mafuta ya kupikia governor. Ile inapikwa hapo jioni, kwangu, kwako, kwa Kitirai, kwa Duguboro. Hiyo mafuta yote ukichanganya pamoja, it is the number 2 highest import in Kenya. Kenya inatumia over 100 to 150 billion every year. Kama tunataka tubadilishe hiyo na kitu inaitwa import substitution. Ile bidhaa tunatoa nje, tunataka wakulima wa Kenya wakuze. Na ndio tunawasaidia wakulima na mbegu ya sunflower na mbegu ya zile bidhaa zingine zinasaidia kuzalisha edible oils, so that the 150 billion isiende kwa wakulima wa nje ya Kenya, ipatwe na wakulima wa hapa Kenya na haswa pia hapa Narok. Wale wazee wetu waliambiwa register last year katika pesa ya wazee, cash transfer. Kuna wengine hawajaanza kupata hiyo pesa. Tumeweka pesa, hata wale wamewekwa kwa register juzi waanze kupata hiyo pesa, na pia tumiwa hiyo pesa kwa M-Pesa, ndio wale wako vijijini wanatolea huko nyumbani kwa M-Pesa, sio kuja katika towns kutoa katika banks. Kuna mambo mengi ambayo ningesema. Kuna watu wamepoteza mifugo sana hapa Kenya. Either kwa janga ile ilikuwa hapo beleni ya jua kukauka sana. Kuna wale wamepoteza kwa insecurity. Tunaweka pesa katika hii budget, pesa ya livestock restocking. Kwa sababu tunataka wakulima wa Kenya wale wamepoteza mifugo, pastoralists, wapewe pesa ya kurudisha mifugo, maisha yao ipate nafuu. Mheshimiwa Governor, we are also putting 11.4 billion Kenya shillings. Pesa ambayo tunaita equalization fund.
Na najua Narok County is one of the highest beneficiaries. But we also know there is around 40 billion in arrears ya pesa equalization fund. Hiyo pesa pia tunaanza kuweka. Zile county ambazo zimeachwa nyuma kimaendeleo, pia wao wapewe pesa, wa catch up, kwa sababu wa Kenya wanakaa kila pahali. Na ni vizuri wakati Kenya ina develop from all the areas. The last point, nimesoma gazeti leo, na mimi nataka nipongeze watu wa gazeti. They give us information. Na nimeona pia wameanza kutabulate maneno ya finance bill. All I want to say is this. Kenya is a very democratic country. Kama kuna nchi hapa Afrika ambayo watu wanasikizwa na serikali, I am sure Kenya is number one. Kenya even making a budget the way we are making a budget. Next week, mimi nitakuwa Madera County. Mheshimiwa Kitilai atakuwa another county. Because we are doing public participation, even in we come and ask the Kenyan people, what would you want us to do? Na tunaulizana maswali. So katika hii mambo nimeona ya mambo ya finance bill ya 2024. Ile iko ni proposal from the National Treasury. When the proposal from the National Treasury comes to Parliament, that is when the main process begins. So yale yote tumeona ni proposal. I want to assure the Kenyan people in the entire process of making the finance bill to become a finance act, all Kenyans' voices will be heard. And I want to assure the Kenyan people, this government is not hell-bent on overtaxing Kenyans. We want Kenyans to do their businesses without us bringing a tax regime that will distort decision-making in doing business. Na kwa hivyo yao yote kama viongozi, kama representatives of the people, we will look at them. Tutauliza Wakenya maswali. Ile Wakenya watakubalia, tuende mbele. Ile Wakenya wataona igoje, itagoja. Ile Wakenya watasema hatutaki, tutawachana nayo. Kwa sababu nchi ya Kenya sio ya sisi viongozi. Na rais wetu ametuonyesha ya kwamba we are just but servants. Kenyans are the... Shule inaitwa every classroom in all our day schools. Yote tumekarabati yote na hakuna darasa ambayo. Na najua kuna mambo wanapanga. Ameanza kuweka tiles na hayo yote tunafanya kwa kusaidiana. I learn a lot from my colleagues. Kuna mambo ya stima. Najua rais wetu already ameahidi ndio watu wengi wapate stima. Mambo ni mengi. Nimekata kwa sababu ya masaa. Just to show kazi mingi sana ya kuweka Kenya yetu kwenye iko laini. Na ndio mnasikia hata makampuni zote tutafanya hivi kwa sababu tumewaweka already sana. Na kana muko nate hau. Kana muko ndo mundu oka agaikirerio. Ni sawa, Reverend amekubali. Chairman, nitatangaza hiyo. Alafu Lower Lenana tuwawekee hapa. Lower Lenana, hata kama ni mtu atawasikia. Actually, the chairman can hold for us the Kiondo. Yes. Hapa Lenana